Naitwa Ame Makame Yame, mzaliwa Zanzibar Kaskazini sehemu kijiji Muwange. Nimezaliwa mwaka 1943. Mwezi wa kwanza tarehe 25 mzaliwa. Maarufu kwa za long time naitwa Ame Kirungu. Kwa hiyo sasa niko hapa Bagamoyo naitwa Jombi maarufu. Unapiga Bagamoyo lini? Yaani 1985. Ulisoma dawa wapi? Kusoma dawa nimesoma Zanzibar. Kwa mero kwa father na mother wakati wako hai duniani. Ulifundishwa na ulisoma kwa baba na mama. Na walimu wengine ambao walichangia kufundisha. Kwa sababu ikiwa huna uchoo na dawa utapata dawa nyingi sana. Unafahamu? Kama huna uchoo na dawa utapata dawa nyingi sana. Kwa sababu mtu anaumwa unamwelekeza dawa. Fanya hivi mti huu. Hasa yeye alikuwa nacho na anakupa wewe. Itakuwa sawa pale wewe vile unaunga safari zako lazima inaongezeka. Nani dawa mcactus? Mcactus uliufahamu wapi na ni nani aliyekufundisha dawa ya mcactus? Hii yuko rafiki yangu mmoja alitaka dawa kwangu mimi. Nikamwambia dawa hii hapa. Sasa dawa karatasi huu bana, dawa mzuri huu ananiambia. Dawa gani? Dawa ya nini? Ya pressure. Ikiwa na pressure, mtu ana pressure, aidha anakata katika blender anapata juice. Ikiwa ana moyo wake unavuta au moyo mkubwa au moyo na mafuta, anateleka huu mkaratasi huu na moyo na moyo wa kuku, anashika pamoja, anapata lita 5, anakunywa. Akishamaliza lita 5 kwanza kapime. Ulifahamu mcactus asili yake ni wapi? Asili yake mpaka sasa hapo mimi kidogo yani, kwa sababu unaona hapa ukaangalia Zanzibar, Tanzania bara huku yani iko mingi sana. Hasa ile asili yake siwezi nikakwambia kama umetoka nchi fulani umeletwa hapa. Basi lakini unaona hii miti ni mingi sana. Kutoka visiwani, Pemba, hii Zanzibar, bara huko. Sehemu za yu kutoka mingi sana. Umefahamu dawa hiyo kwa tangu mwaka gani? Mwaka 1980. Paka sasa hivi kwa miaka 43 nishajua. Ulifahamu ukiwa huku Tanzania bara au tangu niko Zanzibar. Tangia ugundue dawa ya mcactus. Ni wangapi wamekuja na ugonjwa ambao unasema inatibu kutumia mcactus, ni wangapi? Wengi sana, kwa sababu hata idadi hawana. Na anayekuja harudi tena. Katika yani majuzi yuko mjema mmoja huyo tukamwita, alikuja moyo wake unamvuta.
sababu mimi wangu unanivuta. Kaambia basi chukua karatasi huu na wewe moyo na moyo wa kuku. Nenda kateleke mwenyewe huko. Nenda kateleke nyumbani kwako ukateleke. Katumia ikafanya vile vitu. Basi kama siku 3-4 anakuja bana, alhamdulillah. Hata si kama sisi tuko pamoja hivi. Ningeona bana, hebu njoo. Wahakikishie ule idadi nilikupa wewe. Atasema yes. Sasa huo mcactus je, unatibu tu pressure au kuna magonjwa mengine? Yes, umesema vizuri sana. Ule mkaratasi ikiwa shikio kwa usaha, unachukua jani moja lile unalipasha moto. Ushalipasha moto lile unamkamulia huko. Unachukua maji yake huko. Alafu naweza na upande wa pili vile vile. Kwa kufanya hivyo anakuwa amepona kabisa. Aiwa, kama anaweza kufanya usubuhi na jioni, kama muda siku 2-3 inakata. Na ulishawahi kupata kile magonjwa huwa ambaye anatoka usaha sikio? Ndio, wengi sana. Wengi. Sana. Na wamepona. Alhamdulillah. Nataka nijue. Ndio. Mcactus, je, huu mti unajiotea tu wenyewe au unapanda? Kwa maporini unaota wenyewe, lakini kwa huko majumbani lazima upandwe. Unahitaji hali gani, labda hali gani ya hewa au udongo gani? Hapana, hapa siwezi nikasema hivyo, lakini naona mpaka sasa kama chukua fundo lake huku ukilipanda iko utakuwa unamwagilia maji, basi kama muhogo mfano wake unaota. Na umesema unachukua fundo huku na huku, je, wakati unaenda kupanda kuna namna nyingine, labda useme utoe miba au ufanyaje? Chukua ile fundo lake la huku chini huku. Ile fundo likala lile mpaka sasa unakwenda kuzika. Kama utalaza au utasimamisha, lakini iwe unanimwagia maji. Bila sasa litapota lile itakuwa Jomba. Naam. Mara nyingi sisi familia zetu za Kiafrika ndio tunapenda sana kuwarithisha ndio ni vizazi vyetu. Sasa je, wewe katika hiyo fani uliokuwa nayo kuna mtu ambaye mwanao au ndugu yako au rafiki ambaye ulishawahi kumrithisha? Yaani mpaka sasa kwa pale nyumbani naona elimu imejaa sana. Kwa hapo wako marafiki, anakwenda karatasi anaandika dawa. Ndio sana kitabu anaandika anaondoka. Sasa hili jombi lazima hapa penye mwiba hapa pana wage hapa. Unafanya hivi. Unatoa hiyo jombi. Umezungumza kwamba kuna wage. Pana wage hapa. Wage kama kuna miba fulani, pana miba kidogo mdogo inauma sana. Hapa. Ngoja. Kwa Kiswahili fasaha cha wage ni miba. Huu ni mwiba, lakini hapa katika shina lake hapa. Ngoja kidogo. Ona huo. Huu mdogo huko hapa. Wale. Hebu angalia ni vizuri. Pana miba hapa mdogo hii. Inaomba sana hii. Hapa lazima unachimbua. Unachimbua, yani unachimbua ili kutoa. Kutoa kama hivi. Hana faida. Ngoja tulia. Wait.
Kwa bila kutoa hiyo inatakiwa usitumie kabisa. Usitumie. Pale unatoa yote. Vile vile wana hiyo. Uwage vile vile huko. Toa vile vile. Kumbe na kwa nishina kwenye sehemu ya nani yake anakuwa umeshikia. Si au masala rafiki yangu. Lakini mimi napata riski hii hiyo ndio. Napata riski kwa kutengenezea kama hivyo watu. Wala hii. Choma hii tayari, yoni. Hii wala hii, umeona hii? Pole sana. Sasa kwa nini usiotoe kwanza? Ngoja. Sasa hapa sasa jombe hii ishakuwa tayari sasa. Sasa hii kama yes. Hii sasa unaweza kuweka blender. Cha kuna maji glasi moja. Unafanya juice. Sasa hii ni baridi. Sio chungu. Baridi. Na hii ya pressure. Sasa kama mtundu ana pressure tupu, atumia hii peke yake. Sasa inavuta pressure, yani moyo unavuta. Sasa ndio ule katika mjiti huo. Umesema inatosha kwa hivi tu. Si hapa inatosha hii. Inatosha. Inatosha bila kusaga sio bwana. Baadaye tunaweza kusaga. Baadaye kuonesha namna ya kutengeneza. Baadaye. Haya, basi blender nitakupa. Haya. Na kwa mfano kutafuna hivi bila kusaga. Inakuwa mzuri zaidi. Inakuwa nzuri zaidi. Ndio. Unaweza kutumia hivi kwa lakini sasa bora Jombi kusaga unapata ile juice unapata yote nzima. Inakuwa mzuri zaidi. Ukisaga hivi wenyewe unapata ndio matibabu inakuwa mzuri zaidi. Jomba muonyeshe kwa kutafuna. Muonyeshe Jombi, muonyeshe. Muonyeshe na mimi hiyo. Jombi. Sasa Jombi yani kwamba hakuna kingine cha kuchanganya zaidi ya cactus. Wait. Wait, subiri. Tunakwenda huko. Sasa. Bali kinitamu. Good. Swan, sour. Ni sawa.
Sasa shida za pressure. Ongeza dage. Hizi ya kunywa tu. Safi. Muongeze na maji. Mtamtoa chungwa na kilano. Lakini mimi ningi ni pamoja na moyo wa kuku ndio. Hii kwenye anasema ikiwa pressure peke yake unatumia hii peke yake bila kuchanganya na chochote, unasaga juice, lakini moyo wa kuku inaingia pale unaenda kutibu moyo mkubwa au una mafuta. Kwa ndo unachanganya moyo wa kuku, unachanganya ule mti moyo Kumaka na huu na moyo wa kuku. Unachemsha. Unafish. Unafanya lita 5. Asubuhi kikombe. Na jioni kikombe. Ukimaliza lita 5 kapime. Ni pressure tu inasaidia au kuna gonjwa nyingine pia inasaidia. Kama useme mfano sukari au una diabetes au una nyingine kama kisukari ziko nyingine. Unatumia rule of Hii ya pressure. Aiwa. Sasa hii unafanya mara mbili. Kama pressure na moyo ni kuvuta ule. Huo ni mmoja unaingia na moyo wako. Za sukari zipo zinatengeneza vile vile. Tunasomeshana sasa. Safi sana. Na mtafuta hata ile dawa ambaye kama ya figo. Figo zinauma. Pia kuna wanasema dawa za asili zipo. Ambaye zinasaidia za figo. Basi. Maana mfano nyingine imeingia kwenye figo maji. Nyingine wanasema paka ufanye operation, lakini kuna nyingine ambayo wanasema kuna dawa za asili ambayo zinasaidia, inasafisha ile maji kwenye figo inatoka. Unakuwa normal. Hamna haja ya kaole umidu wa figo. Unatoa tuna mbili ile nyeusi na wekundu. Sasa ule unachukua mizizi yake na majani yake unachemsha. Unapata lita 5. Usiweke kikombe ile kikombe. Nikimaliza lita 5 akapime. Anasema pia mti umela sasa. Kaole ipo. Ipo kaole. Itakuwa safi sana. Kuna wengine ambaye wana shida kama mzee yangu ana shida kwenye figo maji. Wanasema ukitumia hiyo dawa ya asili inasaidia, inasafisha hiyo figo. Bwana wewe sema nitulie. Soko hapa. Niko hapa. Basi. Na mtu anapokuwa anakuja kuhitaji tiba, huwa wanakufuata wao au waga wanasikia habari huko? Ewa, wale kwa sababu metiba zangu sitangaziki katika radio, wanasikia na watu bwana, mimi na vidonda vya tumbo, nendeni kwa Jombi. Mimi na kisukari, nendeni kwa Jombi. Mimi na pumu, nenda kwa Jombi. Mimi shikio natoka uchafu, nenda kwa Jombi. Lakini wanakuta mambo yangu yani sio mtangazaji vile, lakini kwa sababu kizuri kinajiuza, kibaya kujitembeza.
Huu Mwangajini. Huu hapa Mwenda Usiku. Mwangajini wenyewe unasaidia kwenye nini? Huu katika maradhi ya kujifusha, kama ile maradhi yaliyoingia yale malaria, hata ile corona, hiyo. Lakini sio peke yake, inaingia na miti mingine. Bado kuna miti mingine inaingia hapa. Ndio. Ule mbasidume, majani ya mpera. Bana. Ndio. Yaani huko kuna mjiti mmoja unaitwa mvuje, majani yake. Kwa hiyo yanaingia majani kama 15 hivi ya kujifusha hayo. Maradhi yote madogo madogo yanatoka mwilini. Kwa hiyo huu dawa yake ni majani, miti au majani tu. Majani. Hata hii mizizi inakwenda vile vile. Baada ukishateleka ile dawa ile unakunywa. Je, ina Mwangajini wenyewe unatibu ni kwa sababu tu ya kufusha au unatiba nyingine tena? Tibu nyingine mpaka sasa wengine hii bidhaa chukua dawa maradhi ya tumboni huko hata chini vile inakwenda vile vile. Sasa tuone sasa huko. Ule ya nguvu za macho huku hapa mishikani hapa naona mshangalia hamna. Sasa yuko jamaa anapanda katika sehemu yake. Tukuangalie kupiga pale basi. Halo vijana. Asalamu alaykum. Bwana hali zenu bwana? Nasubiri tatu bwana. Alhamdulillah shila khair bwana shila khairi. Baadaye inshallah. Ewa sana. Unakwenda kwa Jumbi? Jua majani kujifusha. Kusule Mwenda Usiku, Mwangajini, mvuje, majani ya mvuje. Huu mkunde kunde. Ndio bana. Mbasidume. Majani peke yake ya Jumbi. Na huu Jumbi dawa ya ngiri. Na mambo mengineo ya vile vile. Tutambia mbele. Mpaka sababu hii miti yote tuitesti kwenye kwa hapa. Dawa ya ngiri unachukua nini? Mzizi wake. Mzizi. Au changanya na chochote. Inakuwa na mengineo. Hii dawa ni strong. Unajua kuna kidonge cha shilingi 100. Kuna kidonge cha $1. Hichi bana $5 hichi. Maana iko strong. Sahihi dawa ni mzuri kwa sababu nini? Imetengenezwa vizuri. Ushona Jombe? Tayari Hata vile.
ambao unachemsha. Kwenye matatizo ya uwasho mwilini. Unachukua majani hayo unakata, unachemsha. Unakuwa unaoga au unapaka? Unakunywa tu basi. Au unakunywa. Baada ya siku ngapi yenyewe? Siku 3-4 basi natosha. Baadaye mimi mwasho. Ambapo dozi inakuwa labda ni asubuhi, unakunywa asubuhi, mchana, jioni basi. Muda wa siku 3. Sawa. Ondoa maradhi. Ndio kanga hiyo. Unafikia kwenye ile pusha. Ndio kanga, unachukua majani haya. Haya unavuta. Unachanganya kwanza. Unachukua mabichi au hata haya mabichi. Hata unakwenda mpaka vile mjaza tumbo kisukari vile vile unakwenda vile vile. Unakwenda sehemu nyingi unakwenda. Ila kwenye vidonda vya tumbo unachanganya na na huu unapatikana Pwani tu au? Tena bado unapatikana. Sasa Jombi. Naam. Huu ni mtura. Kwa kusukutua meno usubuhi na jioni. Kabla ya siku 2 basi asisukutwe tena. Umefahamu eh? Ambao umesema hii ni mzizi? Mzizi wake na ule mpingo. Ile magome ya mpingo wale unachemsha. Sawa eh? Ndio. Unatia na chumvi kidogo. Sawa? Sawa. Unaipua yule mgonjwa wa meno ule unampa anasukutua. Kiasi dakika 5. Alafu anatema. Na jioni vile vile hajasukutwe tena. Na siku ya pili yake hamna kitu. Hata ikiwa kuna ufizi unapasuka. Kama umevimba unakuwa sawa sawa. Unakuwa unasukutua bado inakuwa ya moto moto. Ya moto moto kidogo. Ndio. Hiyo kidogo ina vuguvugu ya moto. Ndio kama mzuri. Unakuwa mambo mengi sana vile vile huyo Jombi. Huo hapa. Mambo mengi sana unakwenda. Hata hiyo nguvu za chivyo unakwenda vile vile huo. Tula. Tazama hiyo. Ewa, hili ni dawa kubwa katika kama mtu anazaliwa, yani kichwa chake kinapasuka hapa. Kwa hiyo unasaga katika jiwe vile cha. Alafu na tangawizi. Cha. Una mix pamoja hapa. Yule mtu hapa kwa hivi. Tap. Kwa uwezo kama Mwenyezi Mungu kichwa kinakuwa sawa. Kwa hiyo ile mkorokochi unachukua ambacho kinakuwa kimekauka kinakuwa unachukua hivi. Kile kilichoanguka ile kibichi. Kunasuguliwa kile cha. Kitu nini? Unga. Na tangawizi pale cha inakuwa kitu hichi kimoja. Una mix hapa, yule mtu kichwa chake kimekina upana kile. Anapakwa hivi. Tap. Na hivi. Kisha uwezo Mwenyezi Mungu inakuja sawa. Kwa bila siku 3-4 chukua sawa. Ndio mtu zuri. Kocha. Yoni. Naam. Mtani wapi? Ndo unahitaji. Huu Mame! Yake miti gani vile? Mfyambo.
Kama maharage. Kama maharage. Hizi kama usikua hizi koka bale chukue hiyo kapande kule. Unasikia? Hizi koka akapande kule nyumbani za huko Amerika. Kapande hizi koko hizi. Koko nyekundu na weusi. Hizi. Chukua mbegu hizo bana. Sasa huu majani yake sasa. Majani yake haya unafurula haya. Yule macho yenye kufanya kiza. Unatwanga ile vizuri. Unatia maji kidogo. Hiyo. Na pale ile manjano. Anapolala yule ishakamuliwa. Tonyo moja huku na moja huku. Juu yake inaika nini? Manjano ile. Huku na huku. Sasa ule na huu unafanya mix kwa kitu hichi. Majani ya ule na majani haya kutoka pamoja. Inakuwa mzuri. Sasa kama macho yafanya kiza au jina mdudu yote inatibu. Sawa John. Umefahamu vizuri ule kule na huu unachanganya pamoja. Unatwanga, unakamua vizuri, ushakamua vizuri. Lazima unatia maji kidogo. Sasa ule mwenyewe macho yanafanya kiza au mtuadisho tonyo moja huko. Tap. Na kwa tap juu yake inakuja manjano, anajua manjano. Huku kidogo, huku kidogo, huku kidogo na huku kidogo. Siku 5 dawa 6 7 zinatosha. Hamna kitu. Haya matunda yake hayana tiba. Haya matunda yake haya yana tiba vile vile. Katika kama wale kufunga uzazi. Kusema mimi nitoka miaka 3 msizai unakula 3 hizi. Inakuwa uzai. Hasa hii inakwenda kama utakula 7 hizi. Ponje 7. Utaweka katika tauni la ugali. Unaweza kwa baharini pale. Kama ile tonge la ugali ndio unacheka katika huu mchuzi. Chop. Bismillahirrahmanirrahim. Mwanangu mlezi, ninakula dawa hii kwa idhini yako. Mtu yoyote mimi asiangalie katika mambo ya shiriki ile. Kama unakuangalia unajua basi kila hiyo unazaa pale kwa bismillah unazaa chini. Unabuka kule hasa utakuwa kuangalia nimekuja kumwangalia katika bao na katika ramli. Kwa hiyo huyu mtu amekufa zamani sana. Hayupo duniani huyo. Wewe huonekani. Yule wewe amekufa. Kumbe wewe uko hai. Hakuoni hizi. Sasa kuna mambo mengi sana jombi hizi. Hizi bachukua bana kapande kule kaziangalie mbeu hizi. Kwenda zikaota kule mmoja ali. Amerika. Sasa hii ile mambo ya cancer ile sema ile mama yule. Sasa ile pia unapata kwa wingi. Ya figo. Lakini lazima upate nini? Na shina la ile mizizi yake. Hayo. Na majani yake. Unatwangwa hiyo na unakuchemsha. Pamoja ule mtoto ule mtu adisho ule. Sasa ule kwa sababu navuta, basi unashaka unaona mimi kwa kitu yangu ya akili hii anapoa yule mama anapoa. Nzuri. Nazifadhi jongo. Haya Amerika ziko. Sijaona. Kujaona? So kwa katika home siko sehemu ya kupandia vitu kama hivi. Sijaona kama hivyo. Basi hii itabidi usikue. Amen. Uko na kako? Asante sana. Karibu. Moja bado. Anakwenda wapi? Sasa
Wamangi. Dame, Yogi. Wazali agua. Evo ni kidogo nyonyo na asali na pembe. Hiyo Come sina na asali na mafuta. Asante. Ah,